kuandaa timu. Twende tukaandae timu. Tutaojana baadaye tukishamshona mtu. Kwenye kikosi hichi kocha mpya amekuja na mambo mapya. Sio tu Mzize, wengine ni mwaficha pale hawajapostiwa. Okay. Ndao unajua amenishtukiza jana usiku. Akaniambia mechi ya leo akifungwa ametoka. Kwa hiyo akahitaji tuongeze nguvu. Na nguvu kubwa ambayo alihitaji kwangu ni wachezaji. Nimeongeza wachezaji kweli na leo mtaona jitu tofauti kabisa. Tuna timu kweli leo. Na pia unaonekana una timu nyingi ambazo unazisupport hapa. Timu ya kwanza ambayo nilikuwa naisupport ni timu ya Konde Jeshi. Alishika tupigane historia, akataka wachezaji nikamletea kidogo. Lakini sasa rasmi nimeshapata kazi mwenyewe. Kwa hiyo mimi na Harmonize tumeshamalizana. Nipo kazini mwenyewe sasa na yeye namtakia la heri tukutane mbele hapa. Mimi nafuzu hapa. Na ikitokea mmekutana labda kitimu kati yako na Harmonize. Wote wananijua kwenye haya mashindano. Wote ambao wanashiriki wananijua. Hawaniwezi wa kujua mpira kwa mizengwe, kwa fitna, wote hawaniwezi. Wao wanajua unacheza pia. Kwa nini kama utumie mbinu za ukocha na sio mbinu za kimchezaji kuisaidia timu? Hapana. Kwa sababu mechi ya kwanza hii timu ilifunga goli 4. Kwa maana yake tunajitahidi leo tulete wachezaji kweli. Mpira wa starehe ulikuwa raundi ya kwanza. Sasa hivi ni mpira kweli. Hapa sana content wanakupa nini? Waambiwa wakupe hela. Abdu. Jana umedraw jana, umesare, sisi tunazungumza. Jana umetoka sare? Klaus kaloga sana kama nyinyi. Timu. Kwa hiyo tunakwenda kuiandaa timu leo utapata matokeo wala msio na wasiwasi. Sahihi kabisa. Kwa leo umekuja kama msemaji au kama nani? Kama kocha kaka. Vipi? Msemaji vipi? Hapa ni ukocha. Sahihi. Lakini Ali kwenye Instagram yako uliweza kushare kwamba wakitolewa lawama. Nimewaambia Watanzania kabisa kwamba kazi nimepata jana usiku. Na hii timu mechi ya kwanza imepigwa goli 4. Maana yake wachezaji mkutana nao mchana leo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kibaya kitokea ni cha timu. Kizuri cha kwangu ndio nimekileta. Kwa nini iwe hivyo? Kikija kibaya ni cha kwao kwa sababu washapigwa 4 mechi ya kwanza. Kikiwa kizuri ni cha kwangu ndio nimekileta kwenye timu. Kwa hiyo leo usubirini furaha. Mungu kajalia labda mmefuzu leo au mmeshinda, ameshinda labda pia mkashinda. Pengine timu gani wewe unaihofia katika mashindano? Hamna. Nimeangalia nilikuwa nawahofia Konde. Lakini nimejiridhisha tayari Jean Bareki ameondoka kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo mechi ijayo hayupo. Lakini umeona usajili wa Kiba leo. Nataka nimewahi niangalie Kiba wanafananaje leo. Kidogo amenishtua hivi. Nataka nimwangalie Kiba leo anafananaje. Nataka nimwangalie ndio maana nimewahi. Nione timu yake inafananaje leo. Uzuri mashindano haya ukikwama leo unaongeza wengine kesho. Pakome unajua hujamuona mashindano haya. Ngojeni nishinde leo mtaona mechi ijayo. Na pia mechi inayokuja ambayo Young Africans ya Confederation Cup. Unachanganya madawa sasa. Hapa tupo kwenye Samia unatambua Young Africa. Sasa Ali, kwa mashindano kama haya Samia Cup kukutanisha industry, wachezaji, watu wa makampuni tofauti, ni kwa namna gani mnafanyika pia wanasoka kuona entertainment inazidi kukua kwa upande huu wa soka pia? Kwanza mashindano haya kitu ambacho kinanifurahisha. It's not about money. Ndio maana unaona bingwa anapata milioni 5. Watu wanaoshiriki humu karibia 90% wanaweza kuwa na milioni 5, wanaweza kuipata hiyo milioni 5. Baba njoo. Timu tunanao leo njoo. Bana tunacheza na Bullet leo. Abedi. Mambo ya Ranini. Abedi. Upo timu gani? Upo timu gani? Upo timu gani? Kama upo timu yangu tuongeze nguvu. Mimi sina msaidizi. Tuongeze nguvu kaka. Hapa tunaungana. Tuongeze nguvu hapa. Nacheza na mjomba Abedi. Ndio nimefuatilia timu inayocheza nayo nimejua leo jioni. Cheza timu inaitwa Premium Security. Hii timu inamilikiwa na Abedi Mvuma. Abedi Mvuma mimi ni mjomba wangu kabisa. Nimempigia simu wallahi billah. Sio muda mrefu sasa hivi. Nimetoka kuongea naye Abedi Mvuma na nikamwambia hii hapa. Huyu hapa. Kaka simu zako lazima ajue mwanamke. Simu zako kaka. Kwani una kifua wewe? Mwanamke. Kupata burudani lakini pia ni watu kukutana. Mashindano haya yamehusisha celebrities na makampuni mbalimbali. Kwa maisha yetu ya kawaida watu hawa kukutana inaweza ikawa changamoto. Mara moja lakini tournament kama hii baada ya iftari watu wanakuja hapa maana yake hata kama una mchongo mwingine unaweza kukutana hapa mkauzungumza vizuri. Hapa wanakutana wasanii, wanakutana waigizaji, wanakutana wacheza mpira, wanakutana watu tofauti, ma CEO tofauti. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana hii tournament na mimi nimependa kweli ela kutokuwa kipaumbele. Yaani watu wanakuja hapa kwa ajili ya burudani tu. Ndio furaha yangu. Mpaka sasa hivi timu Lamata ndio timu ambao wanajitapa sana pia mtandaoni wanasema hakuna mpinzani na ndio tishio na mpaka sasa hivi inasemekana washafuzu. Wao wanasema hakuna timu yote itakayokubabaisha nchi hii.
Lamata nimeona mkutana na vyuma. Tutakutana kwenye robo hapo. Tutakutana nao. Leo tuomba namba. Angalia hawa.